ushujaa. Anamwambia Joshua, katika Joshua pale moja anamwambia Joshua, uwe hodari na mwenye ushujaa, kwa sababu ni wewe utakayefanya nini? Wapeleka hao wana wangu. Do you think that God has given you that chance to be where you are just randomly? Yaani unafikiri Mungu amekuchukua hivi akakuweka kuwa mwalimu hivi bure? Walimu ni wengi. Mungu amekupa hiyo neema ukaokoka ukamjua Mungu na akakufanya kuwa mwalimu hivi umtangaze. Bwana Yesu asifiwe. Umtangaze katika hicho kitendo. Wewe unafikiri hata ni engineer, umefanya engineer na Mungu bure? No. You are cheating yourself if you think so. Mungu amekuweka katika kitu chako. Katika hiyo idara ya serikali Mungu amekuweka hapo na sababu. Hata wale tunaowaita kwetu mama boga, huku ni mama ntilie, ama wamama wa vibanda. God has given them that opportunity with a purpose. Yesu amewapa nafasi hiyo na kusudi. Basi kama Wakristo tukomae, tutumie kusudi la Mungu kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mapenzi ya Mungu ni tuonyeshe uungu ndani yetu, ulio ndani yetu kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hizo opportunities, ukimuuliza mtu mwingine akaniambia siwezi kufanya biashara na mlokole, kwa sababu mlokole ako hivi na hivi na hivi. Kwa nini? Kwa nini tunafanya ule wito wetu kutumika vibaya kuzuia neno kwenda mbele? Kwa sababu anasema mimi nikifanya biashara na mlokole hajui. Nani alikwambia hajui? Kuna tabia zinaonekana za kitoto katika ulokole wako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo idara Mungu aliyokupa, hicho kiwango Mungu alichokupa kwa sasa, uko katika idara fulani, kitumie vizuri kwa ajili ya kuleta utukufu. Lazima tubebe msalaba kila siku, kila wakati, kila sehemu. Tuna masaa 8 ya serikali ya kufanya kazi. Tuna masaa 7 ya daktari ya kulala. Yamebaki mangapi? 8 ukiongeza jumlisha 5 13. Yamebaki mangapi? Unataka kufanya ya mambo, je, Mungu amemtekea muda? Bwana Yesu asifiwe. Basi kama ule muda ulio nao bado umebaki kidogo, utumie ule muda ulio nao katika ile ofisi, katika ile nafasi. Tunapoangalia hapa tunaona ya kwamba Jumapili tuliona ya kwamba katika hali hii ya kushirikiana, kiangalia mchungaji alipokuwa anatufundisha, tushirikiane na Wakristo wengine katika imani thabiti ili tukomae.